Sasa nadhani umenielewa kwa nini nataka muungane na wenzako. Yaani pale mngekuwa wote watatu wasingeweza kuwafuata. Na ningechelewa kidogo tu angekuzuru. Uone kama ungejisababishia matatizo. Latifa, tatizo sio la kwangu. Wale wenzangu ndo wabishi. Wewe mwenyewe umekuja umwambia pale jamani unganeni, lakini ulivyoondoka nao wakaondoka wameniacha peke yangu pale. Ndio mimi nikatoka nikawa na ulizangu nyumbani nimekutana na wale wauni. Si unaona sasa mnataka kujitafutia tu matatizo. Basi Latifa, naomba nikuahidi kitu kimoja. Wale wenzangu mimi udhaifu wao naujua. Kama inawezekana, tupangie nyumba moja. Mimi nikae nao, wanisumbui hata kidogo, tutaungana tutakuwa wamoja. Sawa. Hilo jambo liko ndani ya uwezo wangu. Na nitalifanya haraka iwezekanavyo. Ila mniahidi mtaungana kwa pamoja, si ndivyo? Na kuahidi hatuwezi kutengana. Sawa. Nakupenda Madam Mipango. Nafurahi kusikia hivyo. Nakupenda pia. Ila ngoja niwafuate wale vijana nikawashughulikie. Sasa hapa ni wapi sasa? Mwanangu 6. Mwanangu hii wiki tumekuwa tunacheza na majini. Toa hilo swala mwanangu, maisha yako mimi ndo kuliwaza sasa. Yaani mimi ndo kwa kuliwaza mwanangu. Soma siana kichwani kwangu. Leo una kama movie chafu mwanangu, ujue maisha yako kweli ujue. Oya, sela. Sasa na huku tena mshikaji wangu, rafiki yangu. Mpaka huku tena maisha yako ndo nini sasa? Nyie vijana nisikilizeni. Nimekuja kuwapa onyo. Endapo mtaendelea kumfuatilia yule mwanadamu mwenzenu, maisha yenu yatakuwa hatarini wote wawili. Sasa sisi simwambie jini mzako, sisi ndo watulazimisha. Sasa siko yetu nini? Sisi tunafosiwa tu tufanye. Aha. Sasa mwendo wazimu mwenzenu huyo anawaponza na mtaenda kuangamia bila wenyewe kujitambua. Washenzi wakubwa nyie. Oya. Mwanangu sio mchezo mwanangu. Wiki lote mwanangu kaja huyu katoka huyu mwanangu, maskani kaingia huyu kaingia huyu. Yaani kivalagize tupu sela maisha kweli. Oya, tunaishi nayo matatizo. Au unasemaje? Zile mwanangu. Biashara inaendeleaje huko? Biashara si mbaya sana. Japo kuna changamoto ndogo tu za mzigo kutoka. Kwa hiyo changamoto ni kawaida tu. Ila kikubwa kwenye kazi zetu hizi ni amani. Ndio kitu cha kwanza tunazingatia kwenye hizi mission. Ni kweli. Na mwenyewe tunaelewa. Inabidi tuuze sana mzigo. Baby, umeni surprise. Nilikuwa nakupigia simu zangu upokee. Simu niliacha ndani. Bahati yako. Yeye nilikuwa nimekuja kukufumania leo. Leo ndio ungenitambua vizuri mimi ni nani. Siwezi kufikia huko bwana. Habari yako madam? Sasa mpenzi wangu. Mimi naingia ndani. Wewe malizana kwanza na mtu wako. Sawa, nakuja. Huyu mwanamke ni nani? Mbona simfahamu? Bro, huyu ni msichana wangu mwingine. Huaga anakuja mara moja. Okay. Kuwa makini. Hii biashara tunayoifanya haipaswi kumwamini kila mtu. Kongwe. Sisi bwana ndugu zako tumewaza, tumesikuti, tumefikiria we. Tumeona bora tuungane na wewe. Sio kwa hii hali. Tukifikiria ndugu zako tumenyang'anya bodaboda na mabosi zetu, hali inazidi kuwa tete. Tunapauka. Wewe ndio hivyo bwana Mkongwe. Kweli ndugu yangu anachosema Samundi kuna kweli. Ndugu yangu kipindi kile ulivyokuwa unatushawishi nini tuwe pamoja na wewe tuko na kukatalia. Sasa hivi ndugu yangu tumebadilisha maamuzi. Tunataka tuwe pamoja na wewe. Hii bado mnanichanganya mjua.
Kwa maelezo yenu mnavyotoa, yani kama bado mna question mark. Yaani mmekubali kiroho safi au ndo ile kwamba family lie wala naliwe? Kiroho safi mkongwe. Tena ninavyokuambia mkongwe, sasa hivi tutakuwa tunakuja pale kwako. Tunapiga misele pale, tunashinda story kibao, alafu kifika midnight tunatembea. Mimi nimeelewa. Mnajua nyinyi ni ndugu zangu. Yaani tumehaso pamoja muda mrefu. Tunajuana michakato yetu mingi sana. Hizi shida za mabosi ambazo mnapitia nyinyi sasa hivi, mimi mwenyewe nimetoka huko kwenye kupitia hizo shida. Sasa labda nikupeni kitu kizuri ambacho mlikuwa mkifahamu. Yule jini Latifa amesema anataka atuchukulie nyumba, tuweze kukaa mimi na nyinyi nyumba hiyo moja. Yaani tutakuwa tunaishi hapo mimi na nyinyi, tunaamka hapo mimi na nyinyi kama kwetu. Sasa hii mbona kama bahati mkongwe? Kwa hiyo unataka kuniaminisha mkongwe kwa mimi na ndugu yangu Karinyo mambo ya kulipa kodi yale sasa hivi basi, si ndio? Yaani hivyo vitu vingine vidogo kama issue za kodi sio issue ya kuumiza kichwa kuanzia sasa hivi. Yaani issue ilikuwa ni nyinyi kukubaliana na mimi tuanze maisha mapya. Basi. Yaani mwanangu na maskini na mkatajiri. Yaani kwenye bad life mpaka kwenye good life. Wewe ndugu yangu, hiyo nzuri hiyo. Hiyo nimeipenda hiyo. Sasa Samundu, vipi nimeambia kuhusu pete? Umenikumbusha. Hiyo acha nimwambie mimi mwenyewe. Bwana mkongwe jana alinikopa mimi na Karinyo kitaa. Akapita pete. Katukana sana matusi. Wanaume wote ni mbwa. Sijui hivi na hivi. Sasa unajua mimi zangu. Mtu akaita dharau na mimi namletea dharau. Na mimi nikamtusi. Umeona? Nikamwambia katika hayo makundi tunatokana sisi. Na baba yako naye yupo. Akarudi pale. Kawaka. Ushasiku ikajishusha. Basi nisameheni hivi na hivi, lakini mdogo zangu, mashemeji zangu nina shida namba mkongwe. Nikashangaa ule mvipi? Hatujampa. Namba? Hatujampa. Sasa yeye mtu kashaanza kutuambia wanaume wote ni mbwa. Alafu hapo anatomba namba za simu. Hiyo hatujampa baba. Mnajua nini ndugu zangu? Yaani katika kitu ambacho mtakuwa mfahamu. Wazalamu wana kauli yao moja, wanasema kwamba usinene ukamala. Yaani kwa Kiswahili kwamba usiseme ukamaliza. Yule aliongea kuhusu mimi, alinitukanaga akamaliza yote. Sasa bora mlivyokuwa mjampa namba ili aendelee kujutia yale aliyokuwa ananifanyia kipindi mimi namuhitaji yeye. Na unajua nini mkongwe? Sasa hivi dunia kama kiganja. Dunia ndogo ndugu yangu. Sikiza maneno yangu. Mimi ninavyoishi ule demu ule kashapoa habari kama mkongwe sasa hivi sio mkongwe yule, sio mkongwe yule. Mkongwe sasa hivi anawaka, ananukia perfume, ushansoma. Kwa hiyo sasa hivi anakaa kama unavyojua. Kishaona mtizi katoboa, anajifanya hata kujirudi. Mtelemko Sasa sikilizeni, hapa na watoa out. Tupigeni misele. Leo gharama zote kama kawaida juu yangu. Si umeelewa vizuri? Misosi, masokorodinyo, mambo ya midambuzi yote mimi. Wacha. Bwana hii mwanangu natamani usielewe kila siku. Oi, blaza mkongwe. Ndugu yangu miadimika kama mlango wa baskeli yani. So mchezo. Naona mambo yako sema baya bwana blaza mkongwe. Ndo nyumbani kidogo umeenda kuna niliu huko. Manake unanukia mbala kubwa, dundo kali, ukiangalia juu. Mambo sio mabaya. Vipi lakini harakati? Nahitaji nyumba ya kununua. Ya kununua au ya kupanga sijakuelewa hapo. Nahitaji nyumba ya kununua. Ila iwe ya kisasa nzuri. Hilo limeisha. Hilo tu limeisha, na mjengo mmoja tu nimeubakiza. Ambao upo kati tu hapo wakishua tu, na mwenyewe ameondoka nje juzi tukaingia zake Marekani. Lakini sasa kwenye bei sasa mkongwe, kwa kazi yako ile ya bodaboda utaweza? Manake ndugu yangu nilikuwa nakujua tu. Sikia. Unaweza kuniambia ni kiasi gani nauza hiyo nyumba? Milioni 40. Haipungui hata senti ndugu yangu. Hata 100 sikutolei. Hata shilingi 10. Milioni 40 cash. Unaika mzigo, unachukua mali yako. Hata kila kitu nakusanya. Yaani kila kitu namaliza mimi mwenyewe yani. Hiyo kazi ninachie mimi yani. Basi sawa. Nadhani twende tukaione hiyo nyumba. Hakuna
Hamna shida blaza. Tuzetu. Sawa mkuu. Nitakamilisha kila kitu. Wewe binti, unaishi huko? Nimetoka pale kwa rafiki yangu. Sasa unawezaje kumkimbia adui yako ingali bado upo hai? Sasa sikia nikwambia jambo moja. Kaa mbali na mume wangu. Usije ukasema mapolisi ni wakorofi. Asante Mungu, ningekoma leo. Mtume Muhammad. Haya, wapi tena unikimbia? Nati. Sikiliza nikupe mchapo bwana. Maisha ya kweli ipo hivi. Mimi nilikuwa nakutafuta wewe ujue nije kukuletea mazingira yako nikukeshe tumalizane. Yaani leo yani siku zingui hata kidogo Nachi. Hapo nyinyi mtoka kupiga bonge la mjili yani unamjua Mkongwe? Nimetoka kumuuzia mjengo milioni 100 akatoka kununua Mkongwe. Katoa milioni 100 kesh. Subiri. Mkongwe yupi? Mkongwe bodaboda yule alikuwa anaendesha bodaboda, sasa hivi kajipata, mtu sio unyau babu. Huyo tunacheza na vikoba? Huyo vikoba upatu vyote mtajua wenyewe. Ndio kaenda kukeshi hela leo mambo hivi leo. Shoga yangu asiyefaa kafaa. Nilikwambia mimi wewe. Kwa hiyo kwa hapo msikilizia nini? Si unajua mwenyewe naenda kufanya mazingira hela nini ile nakuja na wakeshi. Kwanza leo naenda kwa watu ni mtoko. Wewe utakupendeza Nyamkomwe? Eti utakupendeza? Sasa leo mimi nakuwa mchalo leo. Hii ni butu hata kidogo. Yaani wewe jichekeshe hivyo uko unakoenda. Acha na pepe nakuja sasa hivi. Hapo mwenyewe wewe ngojea tusikilizia unakunywa soda mpaka unajikojolea yale. Yaani uje na hela ya mchezo wewe usinichanganye. Sio naongea tu hapa. Shoga yangu. Milioni 100. Endapo mtaendelea kumfuatilia yule mwanadamu mwenzenu, maisha yenu yatakuwa hatarini wote wawili. Mwanangu Pudo, maisha ya kweli mwanangu, sila jiniasi. Mara pilika huku unaonaje mwanangu jiniasi? Mwanangu mavipi tuachane nazo za habari. Oya mwanangu, ya Songo tumwachie. Songo kicha wangu. Uwizi maisha ya kweli na kuchana mwanangu. Uwizi mimi nakwambia kwanza leo mimi nanawa mikono baba. Freshi tu. Sasa mimi wangu nakupingaje kama una katala mimi sana nakubali. Mimi nakwambia mwanangu, nisikize mimi Sela. Haya mazingira 1 2 3 yote tuachane nayo. Ugaigai nini tuachane nao. Sababu Mka vipi kichwa cha mwisho hiki mwanangu? Shega tu. Sema nikwambie kitu. Hii kazi ya mwisho tunapuza wewe. Wewe sasa unajua mwanangu. Vipi mwanetu? Kama kawaida. Mnataka beli? Mnataka beli? Hamna chingine. Hiyo sheto si hiyo. Hiyo mwanangu. Ngoja cha kwenda. Cha kwenda Sela. Ngoja aishi tatu tunavua. Ngoja nivue. Wewe mwanangu. Cheketu mwanangu. Nini shida? Kuna shida? Tukijana kama wewe mwili wako. Hamna, ngoja nivue tu mje mchukue. Sima shida na hitu. Wewe baki na mzigo wako. Asa hapa mmekutana na cha kwa bibi tu, cha Bukujero. Je, mmekutana na cha kwa babu Leliondo? Yaani vijana siku hizi bwana, na shida.
wameingia mtumbo wake Bwengo. Ukistaajabu ya Musa utaona ya mkongwe. Hafu shoga yangu, haya mambo yanayoendelea kuhusu mkongwe, mbona mimi ananivuruga ubongo? Hem, subiri kwanza, nimekumbuka. Ulipopata namba yake ulimpigia? We subutu. Nina mikosi ya hatari mwenzako. Mikosi gani tena hiyo? Unamkumbuka yule dada ambaye nilikwambia nimeshia naye bwana akataka kunipiga? Juzi wakati natoka kwa Mama Shula. Nimekutana naye njiani yupo na mkongwe, wanapiga story wanacheka hao. Inavyoonekana wale ni marafiki wa muda mrefu. Hicho ndo unachokiogopa eti? Ushaanza kukata tamaa mapema. Sijakata tamaa shoga yangu. Ila nilisubiri nimpigie tukiwa wote. Akinichamba upate pa kunipoza. Haya, mpigie hapo, fua kila loudspeaker kabisa, nataka nimsikie. Wapi? Nati. Kwanza nilikuwa ninakufuata nyinyi. Si unajua? Kwa kufuata wewe nije kesho kwanza ile mazingira ile maisha ya hivi.